Karibuni tena Tunu za Kiswahili. Leo mjue ujanja hauna mwisho. Sungura amepata kitu kipya kutoka mjini na fisi kama kawaida yake, tamaa itamponza. Haya sasa, hiki kioo kitanifanya niwe mfalme wa msitu huu. Kila nikikiangalia kinaniambia wapi kuna asali na wapi kuna nyama ya swala. Ngoja nikifiche hapa nisiwaone wale wenye macho ya kijicho, hasa yule bwana mkubwa mwenye miguu mirefu. Sungura alijua fisi yuko karibu anasikiliza. Alikiweka kioo chake cha maajabu juu ya jiwe la moto, kisha akajifanya anaondoka kwa haraka. Kioo cha maajabu kinaonyesha nyama? Sungura ni mdogo sana kumiliki utajiri huu. Hiki kioo ni mali yangu sasa. Ngoja nikichukue kabla simba hajastuka. Fisi alikimbilia lile jiwe na kukichukua kile kioo. Lakini hakuwa anajua kuwa sungura alikuwa amekitega kioo hicho kuelekea kwenye mwanga mkali wa jua uliokuwa unatazama moja kwa moja kwenye pango la simba. Rafiki yangu fisi, kumbe umekipata kioo changu? Usikiangalie tu, hicho kioo kinahitaji betri. Na betri yake ni wewe kucheza ngoma ya zunguka zunguka hapo hapo mbele ya pango la simba. Ati nini? Pango la simba? Kwani nyama itatoka wapi? Ukizunguka mara 10 na kusema nyama njoo, simba lala, kioo kitatoa harufu ya nyama choma. Fanya haraka kabla kioo hakijapoa. Fisi alianza kuzunguka kwa nguvu huku akipiga kelele, nyama njoo, simba lala, nyama njoo, simba lala. Ghafla, sauti nzito ya mgurumo ikatoka ndani ya pango. Nani huyu anayeniambia nilale wakati nina njaa? Fisi alitupa kile kioo na kuanza kukimbia kama upepo, huku sungura akicheka kwa sauti ya juu kando ya mti akiwa na mzinga wake wa asali. Fisi bwana, kioo ni kioo tu, hakuna kioo kinachopika nyama. Pole sana rafiki yangu. Na hapo ndipo fisi alijifunza kuwa si kila kinachong'aa ni dhahabu. Usisahau kusubscribe kwenye Tunu za Kiswahili kwa hadithi nyingine tamu kama hii. Je, ungependa fisi amfanyie nini sungura kulipa kisasi? Tuandikie kwenye comments.